Leo niongee kwa bali ya kukaa saiti ya pitio la upako. Kukaa saiti ya pitio la upako. Kukaa saiti ya pitio la upako. Kukaa kwenye saiti ya pitio la upako. Kukaa sehemu husika. Nasema maji hufuata mkondo wake. Maji hufuata mkondo wake. Inawezekana kabisa ukawa unamsubiri Mungu katika jambo fulani, ukawa unamngoja Bwana katika jambo fulani, lakini mahali ulipokaa ni sahihi? Mahali ulipo ni sahihi? Sehemu ulipo ni sahihi? Ni pitio kweli? Pitio la upako linaweza likapita mahali hapo ulipo? Nguvu za Mungu zinaweza zikashuka? Kwa hiyo kwa mfano rais akawa anakuja labda pengine Njombe, tuseme Njombe, lazima uwe unajua atafika sehemu gani, atahutubia sehemu gani. Hapo ndipo utaweza kumuona rais akiwa anakuja. Sasa hebu tuende tukajifunze maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari ule wa kwanza. Yohana sura ya 5 na kuanzia ule mstari wa kwanza. Tujifunze mambo machache hapo. Kukaa sehemu pitio la upako. Ili uweze kukutana na upako lazima ukae kwenye pitio lake, mahali ambapo upako unapitia, mahali ambapo upako unapitia. Lazima ukae mahali ambapo wewe mwenyewe utapata mguso, utakutana na mguso wa kimungu. Kitabu kile cha Yohana sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka ule wa 18. Tutaangalia na kujifunza mambo machache mahali hapo. Maneno haya yawezekana unajifunza kila siku na unasoma kila siku, lakini leo unaweza kujifunza kwa upya na kuona kama ni jipya kabisa katika maisha yako. Kukaa saiti ya upako, kukaa eneo la pitio la upako, mahali ambapo upako unaweza ukakufikia kwa wepesi kabisa. Kukaa pitio la upako. Tutajifunza hapa maneno mafupi haya hapa, mistari ingawa ni mirefu kidogo. Kitabu kile cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 18. Kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 18. Tutajifunza hapo mambo machache. Biblia inasema hivi katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka ule wa 18. Anasema, baada hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopoza mabano, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda nayo. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lile baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuuzi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ya kujifunza mahali hapa. Kuna mambo ya kujifunza
mahali hapo mambo ya kujifunza mengi sana katika haya maandiko. Unapoendelea kujifunza haya maandiko, kuna mambo mengi sana ya kujifunza kwenye haya maandiko. Unapoendelea kumngoja Bwana, kuna mambo mengi ya kujifunza sana kupitia haya maandiko. Sio mambo machache, ni mengi sana kupitia haya maandiko. Wengi wanatamani kukutana sana na nguvu za Mungu katika maisha yao. Wanatamani sana kukutana na nguvu za Mungu katika maisha yao. Lakini unaona hawa walikaa kwa muda mrefu sana. Alafu malaika alikuwa anatibua maji mara moja kwa mwaka, na mtu mmoja ndiye anatakiwa aponywe. Sasa kulikuwa kuna matao mengi, yani waliweka vitu yani hii unaposema hii ilikuwa ni bilika, lilikuwa ni bwawa maalum, ambapo hilo bwawa sasa malaika alikuwa anakuja anatibua maji mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo mtu atakayeingia kwenye hilo bwawa, mtu atakaye kuwa wa kwanza kuingia kwenye hilo bwawa, ndio huyo mtu anakutana na uponyaji. Wengine wote msubiri mpaka mwakani. Sasa tunamshukuru sana Bwana Yesu kwa kutuletea ahadi ya Baba ya Roho Mtakatifu ambaye alinena katika kinywa cha nabii Hagai, ya kwamba Hagai 2:28 ya kwamba itakuwa siku hizo nitamwaga roho yangu kwa watu wote wenye mwili. Kwa hiyo ahadi hiyo ilitimia, na Yesu alipokuwa anapaa alisema kwamba sitawacha yatima, bali nitawaletea msaidizi. Sasa unapoendelea kumngoja Bwana, wewe unangoja ukiwa sehemu gani? Hawa walikuwa wanamngoja sehemu maalum iliyotengwa maalum, sehemu ya kufikia upako, sehemu ambapo upako unashukia, ndio inatakiwa mtu akae hapo. Alikuwa hawakai ili mradi unajichagulia tu kwa kukaa. Kama hivi leo watu hawataka hata kumwabudu Mungu, ila wanataka nguvu za Mungu ziwashukie. Unakaa sehemu gani? Saiti yako ni sehemu gani? Unajua pitio la Mungu litapitia ukiwa uko sehemu gani? Unajua mahali ambapo nguvu za Mungu zinashuka ni sehemu gani? Kwa lazima ukae sehemu ambayo tukio litafanyikia. Ndio maana hawakukaa nyumbani. Hawakuwa nasubiri kuponywa wakiwa nyumbani. Ilikuwa walienda sehemu maalum iliyotengwa maalum kwa ajili ya kushukia nguvu za Mungu. Wewe unakaa nyumbani tu, unastarehe nyumbani tu, hutaki kwenda kwenye madhabahu. Nataka nikwambie, madhabahu ni sehemu maalum ambapo imetengwa. Bwana ametenga maalum mahali pa kushukia, mahali ambapo watu watamwabudu Mungu, mahali ambapo watu watakutana na Mungu, mahali ambapo Bwana atasema na watu hao, mahali ambapo atachochewa, atatiwa moyo, atatiwa nguvu, atajiwa kwa upya, nguvu itakuja kwa upya. Madhabahu ni sehemu ambapo Mungu anakutana na watu. Kwa hawa walikuwa sehemu maalum, hakuna kukaa nyumbani au kwenda wapi, ni maalum, mahali ambapo malaika anatibua nguvu za Mungu. Ndio mahali pa kukaa, ndio mahali pa kusubiri, ndio mahali pa kwenda kusubiria, maana hapo ndipo muujiza wako utakapotokea. Kwa kupitia haya maandiko tunajifunza tu kwamba unatakiwa uwe mkusanyikaji wa sehemu maalum. Chagua sehemu maalum ambapo unaona wewe mwenyewe kwamba upako unaweza ukashuka, nguvu za Mungu zinaweza kushuka, unaweza kupata uponyaji mahali hapo. Chagua sehemu maalum ambapo wewe unapenda mahali hapo, naona mahali hapa nikikaa hapa nguvu za Mungu zitashuka. Kupitia maandiko pia tunajifunza tu kwamba kuguswa na Mungu kunahitaji ukiri wa mtu. Kuguswa na Mungu kunahitaji ukiri wa mtu. Kuguswa na Mungu kunahitaji ukiri wa mtu. Ndio maana Yesu anamkuta mtu huyu hamponyi moja kwa moja. Anaanza kumuuliza, "Je, wataka kuwa mzima?" Lakini Yesu alimuona huyu anataka kunichelewesha, akamwambia, "Jitwike tu godoro uende zako." Yesu anatembea na upako. Wewe unamhitaji nani katika maisha yako? Umemhifadhi nani katika moyo wako? Kwenye maisha yako umemhifadhi nani? Yesu akisha kuwa na wewe, mambo yote yanakuwa sawa sawa. Hautasubiri tena siku, mwaka hadi mwaka, bali ni dakika hizo hizo ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Jambo lingine la kujifunza katika ama ya andiko, unapoendelea kutafakari sehemu maalum ambayo utakuwa unakutana na Mungu. Jambo lingine la kujifunza ni kwamba Mungu huachilia upako anavyojisikia yeye. Yaani Mungu huachilia nguvu zake anavyopenda, anavyojisikia. Wala hapangiwi na mtu yoyote, hashauriwi na mtu yoyote. Anaachilia upako anavyojisikia yeye, wala halazimishwi. Ndio maana unamuona Yesu hapa unakisoma haya maandiko. Biblia inasema kwamba palikuwa na umati wa watu wengi, wagonjwa wengi, viwete, vipofu, waliopoza, watu wa kila aina wakisubiri pale, lakini alimponya mtu huyu mmoja. Kwa hiyo tunajifunza hivi kwamba Mungu huachilia upako anavyojisikia, lakini kuna mguso wa Mungu wa kipekee. Kuna tofauti ya kumtafuta Mungu na Mungu kumtafuta mtu. Kuna tofauti ya kumtafuta Mungu na Mungu kumtafuta mtu. Kuna tofauti ya mtu kuitwa na Mungu na mtu kuanza kumtumikia Mungu kwa kumtafuta Mungu.
Kuna tofauti, yani kuna tofauti Mungu kumtafuta mtu, yani Mungu kumuita mtu, na mtu kuanza kumtafuta Mungu. Hapo kuna tofauti. Kwa kuna mguso wa kipekee. Mungu, Yesu alimponya mtu huyu, lakini kulikuwa wagonjwa wengi, lakini aliponywa mtu huyu. Kwa tunasema hivi, Mungu hana upendeleo. Mungu anafanya anavyojisikia yeye, anavyotaka yeye. Tamani sana kukutana na mguso wa Mungu katika maisha yako. Tamani mguso wa Mungu wa kipekee. Tamani mguso wa Mungu wa kipekee. Ukapate mguso wa Mungu wa kipekee yako peke yako, lakini inahitaji subira mahali pa kumngojea Bwana, pa kungojea upako wa Mungu uje, pa kungojea mguso wa Mungu uje. Ndio natakiwa ukae mahali ambapo mguso wa Mungu utakukutia. Hautakuja hivi hivi. Huyu angekuwa yupo nyumbani asingekutana na mguso wa kimungu. Mwingine ndio angekutana nao. Yeye leo kwa nyumbani hakukutana na mguso huo. Kwa hiyo lazima ukae sehemu ambapo mguso wa Mungu utakukuta. Mguso wa Mungu utakukutia. Mguso wa Mungu utakukutia. Tamani sana mguso wa Mungu wa kipekee, lakini ni lazima uwe sehemu maalumu, sehemu ya pitio la upako. Kama hawa walikuwa wanasubiria mahali pa kutibuliwa hapo, na Yesu ndio alimkutia hapo. Kwa mtu ambaye alikuwa anamtazamia Bwana lakini haendi huko, maana yake alikuwa hakutana na uponyaji. Kwa hiyo tamani sana kuwa na mguso wa kipekee. Mungu anaganga, anaponya anavyosikia. Hata kanisani unaweza kukuta, au sehemu yoyote unaweza kukuta watu wakawa na mahitaji mengi sana, lakini siku hiyo akaguswa mtu mmoja. Kwa Mungu hana upendeleo, anafanya anavyojisikia. Kikubwa kwako, unatakiwa uwe na moyo wa kusubiri kumngoja Bwana. Sehemu maalumu, tafuta sehemu maalumu ya kumngojea Bwana, ya kumtafuta Bwana, kwamba hapa nipo mahali sahihi. Na tunapozungumza madhabahu, tunazungumza kwa hali ya kumtafuta Mungu ndani mwako. Lakini watumishi ni muhimu sana katika maisha yako. Mtumishi anaweza akasababisha ukanyanyuka, lakini mtumishi anaweza akasababisha ukaanguka vibaya. Kwa lazima uangalie madhabahu. Unapozungumza madhabahu, unazungumza kwa bali ya kuhani. Hakuna madhabahu inayosimama bila kuhani. Madhabahu zote lazima kuhani ahusike. Kwa Mungu kuhani anahusika. Kwenye nguvu za giza kuhani anahusika. Kwa sehemu yoyote madhabahu ni mhusika. Je, madhabahu lipo ni pitio la Mungu? Unaona kweli nguvu za Mungu huwa zinashuka mahali ulipo? Huwa unaona nguvu za Mungu zinashuka, au upo tu nasali dini fulani? Umeona ni pitio la nguvu za Mungu huwa zinakuja hapo? Malaika anakuja kutibua? Jibu nalo wewe mwenyewe. Jambo lingine la kujifunza kupitia maandiko, Mungu anafanya kazi siku zote. Mungu hana mipaka, siku zote anafungua vifungo. Lakini jambo lingine, kuna wakati unatakiwa kumngoja Bwana. Baraka za kwanza, ungoje baraka za kwanza. Kuna baraka zile za kwanza. Wewe Mungu umemweka nafasi ya ngapi? Mungu unamchukuliaje katika maisha yako? Mungu wewe unamchukuliaje katika maisha yako? Wewe kwenye ibada zako unakuwa wangapi? Unakuaga wangapi kwenye ibada? Biblia inasema atakaye kuwa wa kwanza kutumbukia kwenye haya maji ndiye anayepokea kufunguliwa. Unajifunza nini kwa bali ya kuwa wa kwanza kuingia kwenye ibada, kuwa wa kwanza kwenye tukio linalohusiana na Mungu? Unajisikiaje? Unaonaje? Unajifunza nini kupitia maandiko? Anasema atakaye kuwa wa kwanza kutumbukia mle, huyo ndiye anatakasika. Wewe katika maisha yako ya kumwabudu Mungu unakuaga wangapi? Au ni wale wa ng'ombe kwenye kundi? ni kondoo kwenye kundi? Yaani huchukulii maana, unasema Mungu mwenyewe anajua. Unajua kwamba kuna baraka za kwanza, kuna baraka za kutangulia, Unajua hilo kwamba kuna baraka za kutangulia. Umewahi kujifunza hilo na kutamani liwe katika maisha yako? Kuna baraka zile za kwanza. Mungu alikuwa aponye limradi, anaponya mwenye atakaye kwa kwanza huyo. Wale ambao anaenda tu kama kondoo, anaenda anavyojisikia tu. Hawakukutana na muujiza, ila yeye atakaye kuwa wa kwanza kutumbukia. Somo hili likakufai katika maisha yako, na lichukulie kwa uzito. Upende sana kuwa wa kwanza kwenye mambo ya Mungu, kutanguliza kipaumbele kwenye mambo ya Mungu. Ukae wa kwanza kwa masuala yanayohusiana na Mungu, alafu utamuona Mungu katika maisha yako. Siku zote za maisha yako utamuona Bwana katika maisha yako. Tamani sana kuwa wa kwanza. Baraka za kwanza ni za muhimu sana katika maisha yako, na utamuona Mungu katika maisha yako. Jambo lingine, Mungu anajua hali ulionayo. Hebu angalia kaka mstari. Mungu anajua hali ulionayo. Mungu anaijua vema hali ulionayo. Angalia mstari. Biblia inasema hivi. Anasema mstari wa ngapi ule?
Na hapa palikuwa na Yesu alipomwona, kuanzia mstari wa 6. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Huyo mtu alikuwa anaumwa miaka 38. Miaka 38. Basi Biblia inasema Yesu akiwa anajua, mstari wa 6. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Yesu akawa anajua mtu huyu amekuwa na hali hiyo siku nyingi. Yesu anajua hali ulionayo siku hiyo ya siku nyingi ulizonayo. Yesu anajua, anaelewa, anahitaji ukiri tu, anahitaji useme tu. Imani hii ya Mungu inahusiana na kuzungumza, inahusiana na kusema, inahusiana na kuzungumza. Kwa Yesu alikuwa anajua kabisa, lakini cha ajabu anamuuliza, anasema, wataka kuwa mzima? Wakati Yesu anajua hali hii alionayo ni ya muda mrefu sana. Kwa hiyo tunajifunza tu kwamba Mungu anajua hali tulizo nazo, anajua pito ulilo nazo. Yaani Yesu analitambua vizuri kabisa hitaji ulilo nalo, hitaji unalolihitaji kwa muda mrefu. Yesu analijua, analitambua kwa uzuri kabisa, wala hadanganyi. Kwa hiyo endelea kujifunza na endelea kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yako, nawe utamwona Mungu